unaweza kutabiri matukio ya wakati ujao, na unaweza pia kufunua mapenzi ya Mungu kwa wakati huu. So unabii inaweza fanya kazi mbili. Inaweza kutabiri matokeo ya wakati ujao, na pia inaweza kutuelezea mapenzi ya Mungu kwa wakati huu. Praise the Lord. So nataka uelewe kwamba unabii unaweza kutokana na mambo haya. Ya kwanza, unatokana kwa neno la Mungu. Hili neno la Mungu liko na unabii kwa ajili ya maisha yangu na yako. The moment umeokoka, the word of God is a prophecy over your life. Kuna mambo ambayo Mungu ameyanena hapa yanafaa yafanyike kwako. So neno la Bwana ni unabii. Neno la Bwana ni njia ambayo Mungu anatumia yani kunena na maisha yetu. Ya pili, nyakati fulani Mungu hutumia watu wanene kwa ajili yako. Praise the Lord. Hawa ni watu gani ambao wanaweza kutoa unabii? Watu walio na mamlaka ya kiroho juu ya maisha yako. Ni watu ambao wana mamlaka ya kiroho juu ya maisha yako. Kama mzazi, baba, mama wa kimwili, alafu baba wa kiroho, ama mchungaji wako, ama mhubiri. Praise the Lord. Hawa ni watu wana uwezo. Biblia inasema Yakobo alipokuwa anataka kufa, ama kabla, aliita watoto wake wote, akatangaza mambo ambayo yangefanyika miaka ya kizazi kijacho kwa watoto wake. Yusufu alipokufa alisema, nisizikwe Misri, bebeni mifupa yangu mkaizike katika nchi ambayo baba zetu walituahidi. Maana aliona kwamba walipo mahali Misri hawatakaa hapo daima. Praise the Lord. Mungu akufungue macho uone zaidi ya pale ulipo. So jambo la kwanza ambalo Mungu hutumia ni neno lake. Neno la Mungu linakufungua macho uone mahali unaenda, na watu wa Mungu ambao Mungu amewaita maishani mwako wana uwezo wa kunena. The purpose of prophecy. Kwa nini unabii? Ni aina ya mawasiliano ya kimungu kwa kusudi la kufundisha. Prophecy inatusaidia kutufundisha. Yaani ni mawazo ya Mungu kwa ajili ya kutufundisha. So watu wengi wanafikiria tu prophecy ni kuambiwa vitu mambo, lakini prophecy pia malengo yake ni kukufundisha. Sema nitafundishika. Kwa nini Mungu anataka ufundishike? Because katika kufundishika ndio utaweza kuingia maeneo ambayo anataka uwe. Ya pili, prophecy inakuja kukutia moyo. Haleluya. Inakuja kukutia moyo. Kuna wakati umevunjika. Mungu anasema wakati wana Israeli walikuwa wameenda mahali pa uhamisho, Roho Mungu alikuwa anaingia ndani ya watumishi wa Mungu. Na kuna wakati tulisoma hapa Isaia inasema, ewe mama usiye na watoto, panua nafasi ya hema lako. Shangilia, piga vigelegele. So prophecy inakuja kukutia moyo ujue hauko hapo permanent, lakini kuna maeneo Mungu anataka uwe. Sema amina. Prophecy inakutayarisha kwa ajili ya yajayo. Inakuja kukutayarisha. And the moment neno limehubiriwa hapa na ukaona hili ni langu, na ukaona haya mambo hayajafanyika, usife moyo, yatafanyika. But the Lord wants you to be prepared. Are you prepared for that prophecy? Praise the Lord. Mungu anakupatia muda ujiandae kwa yale ambayo amesema yatafanyika. Ndio maana akamwambia mama katika neno, akamwambia panua nafasi ya hema lako. So before Mungu atimize, lazima tuweze kuandaa nafasi. Praise the Lord. Ingine, lengo la unabii ni kuwajenga waamini katika imani yao. Kuwajenga waamini katika imani yao. Na ya mwisho ni kuwaongoza katika kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. The purpose of prophecy ni kujenga imani ya watumishi, na nyingine ni kuwafanya
waweze kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. So every we are in a season kwamba watu wamepotezwa huko na watu katika maeneo ya wanawake, watu wako kwa nyumba, na kama mtu hajakueleza njia ya kuenda katika mapenzi ya Mungu, unafaa uwe na roho ya upambanuzi. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. So inakusaidia uweze kuenda sawa sawa mapenzi ya Mungu. So how do you activate? Je, hakuna kitu kwa Mungu inafanyika automatic. Askofu amesema hapa, amenena maneno mengi makubwa kwa ajili ya maisha yetu. Wachungaji tumesimama hapa, tumenena makubwa kwa ajili ya maisha yetu. Na tumekuwa kila wakati tukiwa na moyo wa kupokea yale Mungu amenena. Lakini burudi Danieli hapo 9:2, nini kilifanyika? Kuna mambo ambayo ni ya muhimu kufanya ili kuleta partnership. Sema partnership. Ili uweze kushikana na Mungu, ili yale yaliyonenwa kwa jamii yako, kwa nyumba yako, kwa watoto wako, kwa taifa hili iweze kufanyika. Mpaka kuwe na partnership. Praise the Lord. Mpaka kuwe na kushikana wewe na Mungu, muweze alafu sasa ndio lile ambalo ametamka liweze kufanyika. So jambo la kwanza, Danieli, hebu anza moja. Danieli walikuwa wamepelekwa uhamishoni, in exile for 70 years. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero na uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Baki hapo. Angalia, alijua vipi hii prophecy? Alisoma vitabu. So number 1, ili uweze kusaidiana na Mungu katika, ili uweze kutimiza nini yako, you need to understand the prophecy. Lazima uwe na uelewe ni nini hiki Mungu anataka. Bwana asifiwe sana. Hauwezi pata kitu ambacho hujakielewa. Kitu ambacho kinazuia Mungu ashindwe kufanya maishani mwangu, sijaelewa iko kitu. That's why kama Biblia inasema kulikuwa na nafasi ya mtoto akizaliwa katika Jews, anakaa na kama mtumwa, kama servant. Alafu akifika miaka fulani, akishajielewa, ndio baba anasema huyu ni mtoto wangu. Sasa hapo anajitambua yeye ni mmiliki wa hayo maeneo. So jambo la kwanza ni kuelewa. Na kuelewa kwetu kunatokana na neno la Mungu. Sema neno la Bwana. Haleluya. Chanzo cha unabii ni neno. Paka ujifunze uelewa. The Bible says Mungu alipotaka kuumba dunia, alifanya nini? Jambo la kwanza, alileta nini? Mwanga. Akasema na iwe nuru. So nuru is the word of God. Bila sema Danieli alivisoma vitabu na akatambua kwamba imefikia miaka yao ya kutoka katika maeneo ambao wako katika uhamisho. 70 years imefikia. And it's only until mara zingine vitu vimefichika katika kuto kutambua, kuto kuelewa. Unaweza kuwa katika kifungo because haujaelewa muda wako kufika hapo, muda wako wa kutoka hapo umefika. Praise the Lord. Haujatambua muda wako wa kuondoka hapo umefika. I have come to tell you, muda wako wa kuondoka hapo umefika. Bwana asifiwe sana. Sasa the word of God inakusaidia upambanue, uelewe uko kwa season gani. Mungu akusaidie. The word of God will open your eyes in the name of Jesus. Utambue uko katika season gani. Kuna watu seasons zinampita because hajatambua. The first area ya kujua mambo ambayo Mungu anataka yafanyike maishani mwetu yafanyike ni utambuzi, na utambuzi unatokana na neno la Bwana. Haleluya. Danieli alivisoma vitabu. Kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka. Kwa kuvisoma vitabu alitambua hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia. Kwa hivyo hili neno lilikuwa lishatabiriwa. The prophet was already there.
Yeremia alikuwa tayari ashatoa unabii, lakini haingeweza kufanyika mpaka mtu aje asome maandiko, asome neno, awe katika maeneo ya kutambua malengo ya Mungu. Alafu akiwa katika maeneo hayo, Mungu aanze kufungua mawazo yake, Mungu aanze kufungua macho yake, Mungu aanze kumfungua akili zake. Alafu atambue, yes, kumbe ule unabii ulionena kwa ajili yangu, hivi ndio inafaa, hivi muda wake umefika. Hallelujah. Kwa hivyo there is no way God will do anything outside his work. Hakuna vile Mungu anaweza fanya jambo lote nje ya neno lake. Na tumekuwa siku hizi watu hawataki neno, wanataka aende ambiwe. Hallelujah. Hallelujah. Msana mwingine nilimwona kwa mtandao anamuuliza mtumishi wa Mungu Ezekiel, niambie, nimekuja mimi na mchumba wangu, tuambie. Na ngapi nataka kuambiwa? Hata mimi nataka nianze kuambia baba anitie mafuta mengine ya pili. Naanze kuambia watu. Hallelujah. Lakini kuambiwa ni nzuri, lakini jambo la muhimu ni wewe upate the word of God ikuletee mwangaza, na utakumbuka, kumbe this is not my place, kumbe I need to move from here, kumbe hapa si maeneo yangu, nafaa nifanye hatua fulani. Hata isemwe haitafanyika kama mwanga wa neno wa Bwana haujakuja kwa maisha yako. Hallelujah. Yeremia alitabiri, Yeremia alisema, Yeremia alitangaza miaka 70, lakini ilimhitaji Danieli avisome vitabu. Inua mikono yako kusema, Bwana Yesu, nipe neema ya kulipenda neno lako na kulisoma neno lako. It is hidden in the word. Imefichika kwa neno la Bwana. Na utakuta hata kama kuna kitu kinagiza aina gani, the moment unaanza kupenda neno la Bwana na kusikia neno la Bwana, kuna maeneo mwangaza unaanza kuja. Hata kama ulikuwa uombi, unaanza kuomba. Hata kama ulikuwa unasikia umefunga, unaanza kufunguka. Hata kwa ibada hii anza kufunguka kwa jina la Yesu. Hallelujah. Na kutimiza ukiwa Yerusalemu. So study the word of God and know the plan. Don't run with the prophecy without the word of God. It should align. Sasa ili ulicho neno la Bwana, ndio hata chochote utakachoambiwa, unabii wote ule lazima uambatane na neno la Bwana. Hallelujah. Uambatane na neno la Bwana. Hallelujah. So ukijua neno la Bwana, utajua hii ni ya Mungu, inaambatana na neno la Bwana. Hii hapana, hata uambie huyu si mke wako. Neno la Bwana linasema vipi? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. So every prophecy must align with the word of God. Every word of God in your life. Chochote mtu alisema, awe ni babako, awe ni mamako, kama hakijalingana neno la Mungu, hiko hakitafanyika. Hallelujah. Je, unaamini hiyo? Bwana asifiwe sana. It must align to the word of God. Every place. Habakkuk chapter 2 verse 3. So, ukilisoma neno la Bwana utajua majira yamefika ama bado. Majira yamefika ama bado. Because every prophecy ina majira yake. Ina the time. Habakkuk 2:3. Maana njozi, hii ni vision. Vision nini? Njozi nini? Ni yale mambo ambayo Mungu anataka kufanya kwa ajili yangu. Mambo ambayo Mungu anataka kufanya kwa ajili yako ni makubwa. Biblia inasema yale ambayo ninayokuwazia ni makubwa. Yaani ni makubwa. So hii njozi hii bado maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamuriwa. Praise the Lord. Ni kwa wakati ulioamuriwa. I'm here to encourage a person. I don't know ni kitu gani kimenena maishani mwako, umekingoja kifanyiki. I've come to assure you, kitafanyika. 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 Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Wala haitasema uongo. Thank you Pastor Abednego for the word, powerful word asubuhi. We are just speaking the same word, lakini title ya message naona ndio tofauti. Hata kama haitasema uongo, ijapokawia ingoje. Hallelujah. Kwa kuwa haina budi, sema haina budi. Sema haina budi kuja. Haitakawia. So, number 1, understand. No, number 2, ili uactivate neno la unabii maishani mwako. Believe it, don't doubt. Amini, usiwe na kutokuamini. Tupatiwe Wafalme wa Pili 7:2. Kuna unabii ulitolewa hapa na nabii wa Mungu anaitwa Elia. Na kulikuwa kuna njaa ya miaka 3.5, na akasema, akaamka siku nyingine akamwambia mfalme, kesho
kunapo wakati kama huu. Tuisome hapo. Basi yule akida, hebu anza moja very fast. Elisha akasema, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo sahihi kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayari kwa shekeli langoni pa Samaria. Hebu angalia, baki hapo. Hapo kulikuwa na njaa yenyewe ya miaka 3.5 mpaka watu wanakula mavi ya nini. Tulimeshaongea mambo mara kadhaa hapa. Na hii njaa imefika mtu anasema kutakuwa na chakula within 24 hours. Ilikuwa ni kitu ambayo ni ngumu kuamini. Sasa verse 2 kuna mtu hakuamini hapa. Verse 2 kuna mtu hakuamini. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, usijibu mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Usijibu mtu wa Mungu. Wewe nyamaza. Tuko na wazazi wetu wa kiroho, tuko na wachungaji. Kama kuna mtu ako juu yako in the spiritual realm akisema kitu, pokea. Kama ni onyo, badilika. Praise the Lord. Hallelujah. Mimi naangalia kama Emily na nani watakaa mahali pamoja hapa next time. Hallelujah. So everything, si hiyo tu, hiyo ni mfano tu, imekuja tu sasa. Lakini jambo lote mtu wa Mungu akisema, usimjibu. Akamjibu. Let me tell you, kuwa very very sensible. Unamjibu mtu gani? Kuna watu wampoteza baraka manake wamejibu watu ambao hawakufaa kujibiwa. Bwana asifiwe sana. Wengine hata ni waume wetu tu, haufai kumjibu. Funga hiyo mdomo, alafu uone zile ambazo vitu Mungu anaweza fanya. Saa nyingine ile kuongea kwako haraka kunaweza haribu vitu. Hebu geukia mzako kumwambia usiongee haraka. Hiyo ni by the way. Akasema, tazama, kwa Bwana, kama Bwana angefanya madirisha ya mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho lakini hutakula. Danger moja kutokuamini, utaona kwa macho lakini hutakula. Start believing in the name of Jesus. Start believing in the name of Jesus. Hata kile umeona ni kigumu, start believing kinaweza fanyika. Hata kile kimechelewa, anza kuamini tena. Hallelujah! Anza kuamini tena. Anza kuamini tena. Unajua saa nyingine hali inaweza kuja mpaka unachoka, unasema tahubiria ende nyumbani, lakini leo tunasema tena, anza kuamini tena. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kuna wakati Yesu alikuwa amekujiwa na mtu anaitwa Jairus. Msichana wake ako nyumbani, ako hali mahututi. Akamwambia Yesu, twende uniponyee mtoto. Twende umwekelee mtoto mkono. Biblia inasema walipokuwa wanatembea, kukatokea tena wengine wana shida. Mama ambaye anamwaika damu ya 12 akamshika Yesu. Yesu akasikia nguvu zimemtoka. So akaanza kumhudumia huyu mama. The Bible says kukaja ujumbe kutoka kwa nyumba ya Jairus. Sijui ni ujumbe gani unaweza kukujia, lakini any message inayokuja, but still continue to believe God is able. Ripoti yetu kipata. Huyu alipata ripoti, akaambiwa yule mtoto ameshakufa. Msichana wako wa 12 years ameshakufa. Acha kumsumbua. But in every report we believe the report of the Lord. We believe the report of the Lord. Tunaamini ripoti ya Bwana. Lakini Yesu akamwambia, nenda angalia Mark chapter 5 verse 35 inasema, hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Endelea tu kuomba. Kuna watu nasikia wameacha kuomba. Jikaze uanze kuomba tena. Jikaze uanze kumtumikia Mungu tena. Jikaze uanze kuweka bidii tena. Huyo wakaambiwa usiendelee. Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Amini tu. Yote ya amini tu, amini tu, amini tu, yote yatendeka, amini tu. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 inasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vita vizuri,
Mwanangu Timotheo, nakukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. That means yalikuwa bado hayajafanyika, lakini yalitangulia, yalinenwa kwa Timotheo. Anaambiwa haya maneno ili katika hayo uvipige vita vizuri. Every word of prophecy you have to fight in the spiritual to receive it. Linua mkono wako, sema nitapata kile Mungu ametangaza juu yangu. Sasa naomba useme kama mtu ambaye anajua atapata. Sema nitapata kile Mungu ametangaza kwa maisha yangu. One more time, sema nitapata kile ambacho Mungu ametangaza kwa maisha yangu. Mwanangu Timotheo, nakukabidhi agizo. Paulo anamwambia Timotheo, hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vita vizuri. Praise the Lord. Ni njia gani unapigana vita? Number 2, tumesema understanding. Tukasema believe. Number 3, you need to pray. You need to pray. You need to pray. Unahitaji uombe kwa lile neno lako la unabii. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Inafaa uombe. Hebu rudi pale Danieli 2, nenda 3. Hapo Danieli nenda mstari wa 3. Nini Danieli alifanya? Aliposoma vitabu akagundua miaka 70 imeshaisha. Tunafaa tutoke uhamishoni. Kumbe kuna mwisho wa kila kitu. Kuna mwisho wa situation yote ile. Kuna mwisho wa jambo lolote lile. Kuna mwisho wa kila hali, hata iwe ni ya ukoo. Danieli alikuwa anasoma mambo ambayo yamefunga watu wote, the Jews, taifa lote, lakini anasoma suluhisho na anajua mwisho wake umefika. Hata hali ya ukoo mwisho wake iko. Haleluya. Iko. Hakuna kitu kinaweza zuia. Danieli anasema hebu Aza 2 ilikuwa inaishia kimalizia vipi? Kwa haraka. Ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu ni yani miaka 70. Alafu 3 sasa, alipojua hivyo, verse 3, alipojua hivyo, Danieli nikamwelekezea Bwana Mungu uso wako. The moment you get the word of prophecy, the moment unasoma neno kwa Biblia, unagundua hii ni yangu, unamwelekezea Bwana Mungu uso wako. Unamwelekezea Bwana Mungu uso wako. Unamwelekezea Bwana Mungu uso wako. Si wewe utakayeweza, ni Mungu amesema. Kwa hivyo mwelekezee uso wako ili uweze kufanyika kile ambacho amesema. Haleluya. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi. Sema kwa maombi. Hebu tangaza, sema kwa maombi, kwa dua, pamoja na kufunga. Haya ni mambo ambayo yanaweza saidia the word of prophecy iwe activated na ikamilike na ifanyike. In the name of Jesus, whatever has been said over your life, you shall achieve it in Jesus' name. Na ndio maana wakati Biblia inatuambia kwamba Elisha alisema mvua inanyesha, ukienda katika kitabu cha there's a verse katika the New Testament inasema, inatupatia siri ya Elijah aliyofanya. Aliposema hakutanyesha mvua, aliomba. Na aliposema kutanyesha mvua pia aliomba. So neno lake la unabii, japokuwa alikuwa mtu wa Mungu, ilibidi activate na maombi. Haleluya. Sasa Danieli anagundua hili neno nimelisoma kwamba miaka yetu imefika, kwamba tunafaa tutoke utumani. Hakufurahia, aliingia kwa maombi. Aliingia kumtafuta Bwana. Aliuelekeza uso wake kwa Mungu. And the Bible says wakati alikuwa anaomba mvua inyeshe, hakuomba mara moja. Aliomba mara 7. Haleluya. Sometimes unaomba ya kwanza unaona haijafanyika, ya pili haijafanyika, ya tatu haijafanyika, unaika mikono chini. Niko hapa kukwambia nenda tena uombe. Tumekuwa na maombi ya mtandao kwa ajili ya mama yetu, na inahitaji bidii. Baraka mimi hata nimekuwa nafunga duka mapema ili niende niombe. So unaomba asubuhi, unaomba jioni. Yaani unaomba, zingine unaambiwa unaomba, everything to happen, people must pray. And not only pray, I must have a consistent prayer. Ombi la mfululizo. Mungu akupatie neema ya ombi la mfululizo. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, nakataa maombi mafupi, maombi nikiwa nimekata moyo,
naomba Bwana unisaidie nisichoke kuomba. Rudia tena, sema naomba Bwana unisaidie nisichoke kuomba. Kama hujachoka rudia tena, sema naomba Bwana unisaidie nisichoke kuomba. Danieli alielekeza uso wake kwa Mungu. Every word of prophecy you have to activate it through prayers. You have to look to seek God. Umwambie Bwana ulisema kwetu, Bwana ulisema kwamba kwa neno lako sisi si maskini, na katali hii ninapofanya bidii nibarikiwe, ninapofungua biashara iendelee, ninapotoa fungu la 10 ni faulu. Baba, nakataa magonjwa si sehemu yetu katika jamii yetu. You have to consistently pray. Mungu akuinue kuwa warrior wa maombi kama Danieli kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ainue kina madanieli hapa kwa jina la Yesu. Kumbe neno la unabii la kutoa wana wa Israeli kutoka uhamisho ilihitaji mtu asimame, atambue na aombe. Asimame, atambue na aombe. Praise the Lord. Utaomba kwa njia gani? Number 1. Hebu nenda mstari uni. Hebu baki hapo. Alivaa nguo za magunia na majivu. Nguo za magunia na majivu, usende kutafuta gunia na majivu. Hii ni sign of humility. Praise the Lord. Saa ingine Mungu atanena mambo makubwa kwako. You need to go down and humble more for God to fulfill it. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu Mungu alikuonyesha kwa ndoto. Kuna vitu Mungu alikuonyesha ishara kwa maisha yako, na akakwambia nitakufanya multi-billionaire. You need to go down and humble and seek God more. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati Mungu atakwambia wewe utakuwa mtu mkubwa. There are things that is until you go down for God to lift you. Na hapa ndio watu wengi wanashindwa kupata. Hauwezi inuliwa kama hujashuka. Sema Bwana nipe neema ya kushuka. Humility. Kama ni mwingine alisoma neno akajua wakati umefika balaa ya kwanza kunyenyekea kwa Mungu na kuomba, angesema hebu njoni hapa. Nyinyi mnazuba hapa, amuombe, amsomi neno, hebu njoni hapa. Mimi nimelisoma na nimeona muda wetu wa kufika. Hapana. Acha hiyo. Hallelujah. Kama Mungu amekupatia neema ya ufunuo na kuna kitu kimekuwa revealed, it's upon you to seek God, to pray, na uweze kushuka. Sasa verse 4, mambo ambayo nafaa uombe ya kwanza ni repentance. Verse 4. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye magano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Number 1, repentance. Kuna vitu havifanyiki maishani mwetu sababu ya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Na unajua kitu ambacho kilifanya wana wa Israeli waende uhamishoni ni dhambi. Walimkosea Mungu. And that's why you find we can be the church, but some things hazifanyiki maishani mwetu na mtu wa nje anafaulu, yule hana agano na Mungu. Sisi manake sasa tunatenda dhambi na tuko kanisani, inazuia neno la mambo ya unabii kutimia kwa ajili ya maisha yetu. Every time, because for the word of God to be real in your life, you have to repent. Hallelujah. Dhambi za siri. Dhambi za siri zikatae. Kataa dhambi za siri. Dhambi za siri ziondoe maishani mwako. Unresolved sin, unrepentant sin can hinder the flow of God's plan in a person's life. Dhambi ya siri inaweza zuia flow ya kazi za Mungu maishani mwa mtu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mithali 28:13. Mithali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Neno la Mungu hilo. And that's why in the real place of worship, mali kuna neno la kweli, kutakuwa na kuweza kusaidia watu waweze kutoka katika hali za kumwasi Bwana. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kuna mambo labda hayafanikiwi ama yamekuwa delayed maishani mwa watu kwa sababu ya dhambi. Dhambi za siri. Yaani unaweza kuja huko katika uwepo wa Mungu lakini kuna kitu umeshikilia bado. Ndio maana kuna maeneo ni wana wa Israeli, ni wa Yakobo ama ni wapi, walikuwa wanaenda lakini kuna mmoja amebeba vitu. Kuna mmoja ako na vitu na wakapigwa na maadui because kuna vitu. Sasa uniombe Mungu
You should have the heart of repentance ili ufikie malengo yako. Kama umeingia kwa Mungu, ingia na miguu yote miwili. Yote kabisa, yote, yani yote. Unaweza kumwambia ingia na miguu yote. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Tuingie kwa Yesu na miguu mingapi? Yote, 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 yote. Na hata nisherekee neno la unabii, ama nisherekee mchungaji amesema nitainuliwa, bishop amesema nitainuliwa. Kama narudia hali zangu, ni Mungu yupi ambaye atashikana na mimi katika hali hizo? Praise the Lord. Kwa hivyo wapendwa, ni tuondoke katika hali za uchafu wa aina yote, vitendo ambavyo havimpendezi Mungu, tujiondoe hapo ili neno la unabii la aina yote ile maishani mwetu liweze kufaulu. Unresolved sin zinaweza kudelay. Tunaomba Mungu akubariki, Mungu akubariki, kumbe una mpango wa kando. Haleluya. Kwani hivi nimesema tu seti ninajua mtu. Na kama kuna mpango wa kando, Mungu ni wa rehema, anaweza kukondoa hapo. Ukikubali na kutii. Bishop anatuambiaga hapa, ni mpaka ukubali na kutii utakula mema ya nchi. Imagine niombe mtu pata mchumba. Amen pastor. Alafu akitoka hapa, akifika tu hapa ametongozwa, ameanguka. Paka mama mwingine paka urekebishe. Mungu akupatie neema ya kurekebisha ili umuone Mungu maishani mwako. Mungu akupatie neema ya kurekebisha. Hakuna ndoa inapata baraka kama wewe kila wakati unakunjia Bwana mdomo, Bwana mdomo, alafu hapa tunasema inuliwa. Amen. Paka pia uende uache kukunja mdomo kwa mume wako. Sema amen. Uache kukunja mdomo kwa mume wako ndio baraka iingie. Dhambi ya kisiri, mwingine tu anataka tu apate kazi atuonyeshe mafashion. Sasa hiyo ni dhambi, una roho ya kutaka kujionyesha kwa watu, tunaikemea ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. And that's why God sometimes is not blessing you. Bishop akatambia mwingine hapa akipata kitu hapa kapesa kidogo, hata kanisa atabadilika, ataenda JCC pale na mfungia tan aingie kanisa lina viti za kuzunguka. Na ndio maana Mungu sangine anazuia chochote Mungu anakizuia kwako. Naomba Mungu akupatie neema ya kunyenyekea na kuweza kutubu na kuweza kugeuka ili kije maishani mwako. Sema amen. Manake hamtasema wengine, manake sangine watu wanajua wengine tuko sawa. Hallelujah. Everyone kuna kitu cha kurekebisha. Kila mmoja kuna kitu cha kurekebisha. Kuna kitu cha kumwambia Bwana nisaidie kwa hili. Kuna kitu cha kumwambia Bwana niondolee hii, nimegangana peke yangu. Hasira inanisumbua, wivu inanisumbua. Mbona niondolee, nisaidie. Hasa ukiwachilia, Mungu anapata nafasi. Anaingia. Anakubariki. Maana anabariki wenye mioyo msafi. Hallelujah. Ya pili katika maombi ni intercession. We are in the part of prayer. You need to intercede for others. You need to intercede for your husband, for your family, for your children, for people. Intercession nini? Intercession ni kusimama na mzigo na maombi kwa ajili ya mambo yanayotatiza jumuiya ya watu. Yaani si wewe peke yako. Na Danieli ali-intercede kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu Mungu anataka kufanya, alimaliza, alishasema. Inahitaji mtu hapa duniani aseme, aombe. Kuna ndugu mwingine kijana alinifurahisha sana. Aliuliza mbona Mungu kama ameshasema itendeke, mbona sasa paka mtu aombe achoke? Mbona paka mtu sasa angangane ili apate? Maana yake kuna mambo yanazuia ya kiroho paka uombe upate upenyo. Ya pili, Mungu alishasema sisi ndio tuko duniani, we the ones who are taking dominion. Paka kupata apate channel ya mtu atakayesimama awe connection ya yale aliyosema yaweze kufanyika. Mungu akisema jambo lote alirudi mingine, lishafanyika. Bwana asifiwe sana. Pigia Bwana Yesu makofi. Hiyo ni kuamsha labda yule alikuwa amelala. So why do you pray? Kwa sababu kuna spiritual opposition, kuna vitu vinapigana. Bila sema kupigana kwetu si kwa damu na nyama, ni kwa roho.
Kuna opposition, kuna mambo yanapigana na wewe. Yaani hata wewe sasa unajiuliza, Yesu, mimi niko mzuri, mimi ninafanya kila kitu sawa, mimi sifanyi dhambi vile pastor anasema, mimi sifanyi, kwa nini Bwana mambo yatendeke? Maana yake kuna opposition in the spiritual. Ndio maana unafaa uombe. Bwana asifiwe sana. Danieli akaomba for 21 days, kumbe jibu liliachiliwa siku ya kwanza, lakini kwa siku 21 kukawa na mtu anazuia maombi, mapepo wanamzuia malaika aliyetuma kuleta majibu kwake. Lakini Danieli hakuacha kuomba, aliendelea kuomba. Kumbe akiomba Mungu anapata inafanya Mungu atume mtu apigane zile vita vingine uviezi wewe, lakini ukimuita Mungu atakupigania. Haleluya. Na tunaposema Mungu atapigana nami nitanyamaza kimya, usinyamaze kimya. Bwana sifiwe sana. Eti hii nyimbo inasemaje? Mungu atakupigania nami nitanyamaza kimya. Sasa nyingine kunyamaza kimya kunaweza fanya uende. Nenda angalia story ya Yohana. James the brother of alikuwa amefungwa na Herode, akamuua, manake watu hawakuomba. Lakini wakati kanisa lilisimama likasema acha tuombe, manake amemshika Petero hakukufa, manake watu hawakunyamaza kimya. Wapendwa, si kila wakati wa kunyamaza kimya. Ni uamke uanze kuomba. Na kanisa likaomba na Herode hakumshika Petero. Sasa every place kuna Herode anakamata mambo. Kwa jina la Yesu ataachilia katika anga la giza, katika anga letu. Praise the Lord. So we intercede because there is spiritual opposition. Mama ambayo tunafaa tuyakemee, tuyapinge, tuyazue. And number 3, we don't neglect responsibility. Tunaomba manake we have a responsibility to do. Mambo hayafanyiki peke yake, mpaka kuwe na watu wa kufanya mambo vifanyike. Nambari nyingine ile ya kufanya neno lako la unabii litimie juu ya maisha yako, bring down every thoughts and voices against the prophecy. Leta chini kila mawazo na kila sauti iliyo kinyume na kile Mungu amesema juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. That's why vita ni consistent. Kila wakati unavipiga unasema pana, mimi nimebarikiwa, mimi si mgonjwa, mimi nimeshinda, mimi ni more than overcomer. Na leta chini kila mawazo ya kuniambia kwamba yule ndugu yangu alishindwa, yule mwingine alishindwa, mimi nitashinda. You bring down. 2 Corinthians chapter 10 verse 5 inasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijifunuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikira ipitayo kumtii Kristo. Namba ingine, ili neno la Bwana likamilike maishani mwako, you have to speak it, you have to say it. Lazima uinene mwenyewe. Haleluya. Lazima uinene mwenyewe. Yaani ukishaisikia inene sasa. Tembea ukisema mimi nimebarikiwa. Mimi yani nimebarikiwa. Nimoni nerasimilwa kabisa. Nimoni mtu wa baraka. Haleluya. Bishop amesema asubuhi alisema mtu akiongea lugha ya kwao atakuwa na prefect hapa apatio ile monitor unatembea nayo. Hiyo ni tubu. Haleluya. Unatembea ukisema umefanya nini? Umebarikiwa. Kama ni magonjwa sema si sehemu yangu, watoto wangu wamebarikiwa. Kuwa mwendazimu, nena. Bila sema Ezekiel aliambiwa anene mifo mikavu, na akasema nimelisikia neno la Bwana, na akasimama akanena. Hata wewe nena kila wakati. Kuwa mwendazimu wa kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Simama na ujasiri wa kiroho. Hata hali inuke vipi, sema hapana, na nena uzima. Na usinene kushindwa, mambo ni magumu, hata yale ya Tanzania naona inakuja Kenya, ani mambo hata zui nini. Hapana, nena kile Mungu anasema. Haleluya. Nampenda askofu, tukiwa tunamwambia mama, anakuja na ripoti, atamwambia mama anaendelea vizuri. Sisi tunamwambia Mungu asante. Alafu anamwambia nini tu kitu kidogo tu zuri niombeni, lakini anaendelea vizuri. Pigia baba yetu askofu makofi mazuri. Lazima useme, lazima unene. Nafaa kutangaza, nafaa kusema. Sema nafaa kutangaza, nafaa kusema. Inua kinywa zaidi, sema nafaa kutangaza, nafaa kusema. Ndiyo. Wakorintho wa pili 4:13. 2 Corinthians chapter 4 verse 13.
inasema hivi, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini. Unasikia? Kama ilivyoandikwa, naliamini. Lakini haiishii hapo. Unaendelea, the second step, unasema kwa sababu hiyo nalinena. Nalinena. Ukisikia imeandikwa, usikie imesema, unaamini, lakini haifikia, haitoshi hiyo, unanena. Biblia inasema katika Marko 11, nasema whoever speaks to this mountain, yoyote atakayenena na mlima huu. Marko 11:23, 22, amini nawaambia, 23, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka. Yoyote, sema yoyote. Sema yoyote. Hata mimi. Hata mimi. Yeah. Yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni. Hana usiseme ukiogopa, mlima. Sema mlima, ondoka. Wewe hali, ondoka. Wewe situation, ondoka. Bwana asifiwe sana. Mimi nimeona neno la ukweli, nimelitumia na limenisaidia. Watu wangu ni wadogo, bado sijaona mengi, lakini kwa yale nimeona, kila kitu nikiona kidogo nikikemea naonaga kitoka. Bwana asifiwe sana. Kila kitu kina masikio. Tumefundishwa na baba, hata leo ametuambia kila kitu kina masikio. Watoto tabia fulani unaona uzipendi, nena. Hapana. Akemea yale. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kemea. Usisumbuliwe na vitu. Nyumba unasumbuliwa na wanyama wanatembea, kunguni zimejaa zishi, usiongeleshe. Bwana asifiwe sana. Umepatiwa uwezo wa kutawala paka wanyama na ndege ya angani. Wewe unasumbuliwa na vitu, kila kitu kinakusumbua. Haleluya. Acha kutafuta dawa, nena. Utafute dawa na unene, na mwaga hii dawa. Utafuta mafuta. Watu wanatafuta. Juzi niko chemist pale, mama wengine wanakuja wamevaa nguo za Kiswahili, juu ni Wakristo, ama wanasema, hapa unauza mafuta ya upako? Kaambia sina mafuta ya upako, mimi naweza kuwaombea upako. Bwana asifiwe sana. Usitafute mafuta upako, nena. Kata hali, ongelesha situation, zitakusikia. Haleluya. Zitakusikia. Usijione mimi hata sina huduma kanisani, hapana. Nenda unene, zitakusikia. Vita vyako ni vya rohoni, na unavishinda na kunena kwa roho. Shalaba yandereba zaya. Mungu akupatie ndimi. Ukiwa pale na wale Waislamu wakihesabu za vitu zao, sema rima katalaba yenderia bazaya. Shakata. Mungu akupachike roho wa Mungu, unanena kila mahali. Sema amen. Hallelujah. Ingine very fast. Hebu malaika wanangojaga kusikiza maneno yako ndo wayapeleke kwa Mungu. Nafikiri nitamalizia, zingine tutaongea wakati mwingine. Hebu tufungulie Zaburi 103 verse 20. Zaburi 103 verse 20. Nisikimbie kumaliza, na kuna kitu cha muhimu ambayo nimeona hapa. Psalms 103 verse 20. Kwa nini uongee? Mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari, mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Let me tell you, kuna malaika wako pending, wanangoja brother James anene neno la Mungu, walichukue lile neno waende walitimize. Bwana asifiwe sana. Hebu sio kama unaipata vizuri. Mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari. So kuna malaika wa Mungu wako tayari kupigania Wakristo wa hapa, tayari kupigania ndoa yako, tayari kupigania watoto wako, tayari kupigania, lakini nini wanangoja? Mtendao neno lake. Sasa hawa malaika wanatenda neno la Bwana. Yaani Mungu akishaachilia neno, kuna malaika tayari wanaruhusiwa waje kutenda ile neno lake juu ya maisha yetu. Lakini wanafanya wanasikiliza sauti ya neno lake. Wanasikiliza. That's why it's very good ujue andiko. Unaomba na maandiko. Unasema Bwana umesema hakuna silaha inayoamliwa juu yangu itafaulu. Unaomba na maandiko. Jua maandiko. Tangaza maandiko maishani mwako. Sema Bwana umesema kwa neno lako mimi ni zaidi ya mshindi. Katika Warumi wapi? Unatangaza neno la Bwana. Ukiongea malaika wanachukua lile neno. Haleluya.
Wanapick lile neno. Yaani ni signal. Wakisikia tu, oh brother Makideu anaanza kuongea, wanakuja hilo neno la Bwana. Kwa hivyo wakisikiza mambo mengine hawakuji, lakini wakisikia umekoti neno la Bwana, malaika wanasonga karibu. Haleluya. Malaika wanasema, hebu ngojeni, brother William anasema nini? Baba, ninaomba kile ambacho umesema kwa neno lako kwamba hakuna silaha ile naye kinachojiinua kwangu. Baba, nakemea. Malaika wanakuja wanasonga, haya tunachukua lilo neno na tunalifanyia kazi. Haya wanapigana, hakuna silaha inafika. Lakini lazima Mkristo ambaye anaenena hili neno, sema neno la Bwana. So that's why it is good for you to know the word. Malaika wanasikiliza sauti ya neno la Bwana na wako tayari kutenda neno lake. Ani Mungu akiachilia neno, akiliachilia linafanya kazi. Haleluya. Patia Bwana Yesu makofi mazuri na usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. So haijatosha kusikia, inahitajika unene. Haijatosha kuamini, inahitajika unene. Whoever shall say to this mountain, bow thee removed and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe. Lakini yote yule atakayeambia mlima huu, na asiweze kuwa na shaka, asiweze kuwa na shaka, asiweze kuwa na shaka. Praise and worship, vyombo tusaidieni. Huyo mtu akisema itatendeka. Inua mkono wako, sema Bwana asante. Roshe kataraba. Inua kinywa chako tuomba. Oh rantaraba gada bagada gada. Shekete leba yandiri bazantaraba baba. Oh zikayala raba baba baba. Jesus, 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 Jesus. Oh Yesu, 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 Yesu. Sheleba kantalama yandiri baba baba baba. Oh zikayala raba baba. Jesus, 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 Jesus. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, 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 Yesu. Tazama ishi sasa, tumtazame Yesu. Amenena